Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtumishi wa Mungu wa Apostle Ezekieli Gideoni au Prophet Ezekieli Gideoni. Napatikana kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dar es Salaam. Nataka niongee kwa sababu ya jambo moja linaitwa Pasaka. Pasaka taongea kwa sababu ya pointi nne tu na utakuwa umebarikiwa. Pasaka inakuja kwa sababu ya nini? Pasaka ya kwanza inafanyika Edeni. Edeni imefanyika na Mungu mwenyewe ameifanya Pasaka ya kwanza ili kumsitiri mwanadamu kwa aibu aliyokuwa nayo. Ni aibu gani? Baada ya utukufu wa Mungu kumondokea mwanadamu alibakia mtupu. Kwa hiyo Mungu aliona mwanadamu akibaki utupu, ni kwamba nyama zote watakao mwangalia Adamu watalainiwa. Kwa hiyo Mungu alifanya mpango wa kumshika mnyama na kumondolea ngozi ili kwamba asitiri mwanadamu. Hiyo ilikuwa ni Pasaka ya kwanza. Yaani Pasaka ya kwanza ni Pasaka ya kumsitiri mwanadamu. Pasaka ya pili ilifanyika Edeni. Pasaka ya pili ilifanyika Misri. Kwa nini ifanyike Misri? Jambo la kwanza ilikuwa kwa sababu ya kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri. Jambo la pili ilikuwa kwa sababu ya kukomboa Israeli toka utumwa wa miaka hiyo ambao waliofanya. Kwa hiyo ni kwamba Pasaka hiyo ilikuwa na plani kubwa. Plani ya kwanza, Pasaka hiyo inaitwa jambo la kwanza, kupita juu. Huyo malaika mwangamizi pasipo damu ni kwamba ataangamiza, lakini damu inamzuiza malaika mwangamizi kutokuangamiza. Kwa hiyo ni kwamba damu inawafanya kuwalinda Israeli wasiangamie, lakini kutokuwa na damu ni kwamba inawafanya wa Misri kuangamia. Kwa hiyo ni kwamba nguvu za ukombozi ya Misri ni damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Pasaka ya tatu ni ya Kristo Yesu pale Golgotha. Kanisa au ulimwengu mzima hatuwezi kombolewa pasipo kuwa na damu ya mwana kondoo, yani Kristo. Kwa hiyo ni kwamba Yesu mwana kondoo wa kweli aliyechinjwa kwenye machinjoni ilibidi auawe katika mlima uitwao Golgotha ili kwamba kanisa lipate kutokea. Ndio maana acha niongee hivi. Jambo hili lilifanyika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza ni Edeni. Edeni ilibidi Mungu ili mwanamke Eva atokee, lazima Adamu alale usingizi. Baada ya Adamu kulala usingizi, Mungu atoe sehemu ya mifupa ya mbavu ya Adamu ili kwamba Eva atokee. Na ili kwamba kanisa zitokee, ilimbidi Yesu alale usingizi msalabani ili kwamba huyo askari wa Kirumi achome mkuki katika mbavu ya Yesu ili kwamba kanisa itokee. Kwa hiyo ni kwamba hili jambo lilifanyika kwa watu wawili, Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Adamu wa pili ni Yesu na Adamu wa kwanza ni Adamu wa mwili. Kwa hiyo ni kwamba hiyo ni Pasaka ya tatu ambao Yesu aliifanya kwa sababu ya ukombozi wa ulimwengu wote. Na Pasaka ya nne ambao itakaofanyika ni pale paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Pasaka muhimu ambao sisi wa Kristo tunapaswa kupigania na kujitahidi kwa Pasaka hiyo pasipo kukosa ni Pasaka ya paradiso. Na kiongozi au mchungaji ambaye atakayeongoza hiyo Pasaka itakuwa ni Kristo mwenyewe, mwana kondoo. Kwa hiyo ni kwamba hiyo itakuwa ni karamu ya mwana kondoo na watakatifu. Kwa hiyo mpendo, acha nikwambie kwamba Pasaka hii imekuja ili kukufanya upya tena, ili kukufufua tena, ili kukutengeneza tena, ili kuanza safari mpya pamoja na Mungu. Kwa hiyo kuwa makini katika safari hii ili kwamba usije ukaanguka. Na Mungu akubariki. Chao.